yeye mwenyewe ndiye anayejua namna ya kuifanya. Sasa kuleta hii 50-50 ndio mojawapo ya mambo ambayo sasa yanakuja kuharibu, yanakuja kusababisha hata migogoro katika ndoa. Lakini unaposoma kitabu cha Waebrania 3 fungu la 4 na la 5, Waebrania 3 fungu la 4 na la 5, ngoja nikusomea Waebrania 3 fungu la 4 na la 5. Biblia inasema hivi, Waebrania 13 fungu la 4 na la 5, Biblia inasema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Anasema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote, lakini anasema pia malazi na yawe safi. Anaposema malazi sio hii kwamba labda ni sehemu tu ya kulala, kwamba iwe ni safi, labda pasafishe pafanye nini. Waebrania wametumia neno linaitwa koita. Neno hili linapotumika katika habari kwenye habari ya malazi kwenye ndoa, lina maana ya marriage bed, maana yake kitanda, sehemu ambayo mme na mke wanakutana kufanya tendo la ndoa. Lakini pia lina maana ya repeated immoral sexual, ni tendo la ndoa ambalo limekuwa likijirudia, lakini liwe ni halali kwa watu halali. Lakini pia anasema ni kama conceive, yani kwamba ule ujauzito anaobeba huyu mwanamke uwe ni halali. Lakini inamaanisha pia chambering, ni kama chumba ambacho ni special kwa ajili ya wanandoa. Kwa anaposema kwamba malazi yawe safi, ni kwamba tendo la ndoa lifanyike kwa watu ambao ni halali. Maana yake liwe halali kwa mme na mke, watu ambao wameoana, wamewekewa agano na shahidi mwaminifu aliye Mungu yeye mwenyewe, asiwepo mtu mwingine wa kuingilia. Ndio hapo kwenye mstari unaofuata hapo akasema kwamba kwa maana wazinzi na waasherati Mungu atawahukumia adhabu. Akasema kuna nini, kusema nini sasa kwa kuwa ile tendo linatakiwa liwe ni halali kwa watu ambao ni halali. Sasa ikitokea mmoja wapo amechepuka, ikitokea mmoja wapo hawi mwaminifu, basi Mungu atamhukumia. Mungu hicho kitu anakiona, Mungu hicho kitu hakiruhusu. Mnatakiwa mwaminifu katika ndoa, mnatakiwa muwe mwaminifu katika ndoa, kwa sababu shahidi aliyepo ni shahidi aliye mwaminifu, hasahau. Kila kitu anakiandika kwa uaminifu, na siku ya mwisho utakitolea hesabu. Lakini amesema pia wazinzi pamoja na waasherati Mungu atawahukumia. Neno lilotumika kumaanisha hao watu inaitwa neno pornos. Nadhani limekuwa limekitumika, wengine wanaweza kuwa wanalifahamu. Lina maana ya kujiuza kwa pesa, lakini ina maana pia ya kuwa malaya, au kuwa mtu ambaye huwa hauliziki, unaenda kutafuta na kwingine. Lakini ina maana ya mtu aliyejiachia uhuru sana, yani ni mtu ambaye sasa hawezi akauzuia mwili wake unapowaka tamaa. Kwa sasa ni kusema nini? Hata kama maisha yatakuwa ni magumu kiasi gani, msikubali kupoteza uaminifu wenu katika ndoa kwa sababu tu ya fedha, kwa sababu tu ya chakula, kwa sababu tu ya mahitaji. Vumilianeni hivyo. Ndivyo Mungu niye shangilieni tu jambo moja, ya kwamba ijapokuwa mnaweza mkahangaika, pengine mnaweza mkawa labda kuna muda maisha yanakuwa magumu, magonjwa yanawasumbua, pengine muda mwingine hadi chakula mnakosa, lakini nyie shangilieni kwa jambo moja tu, ya kwamba Mungu amesema hata wapungukia mnapokuwa waaminifu. Atakuwa pamoja na ninyi katika dhiki hizo, katika majaribu hayo, katika ugumu huo. Shangilieni ya kwamba Mungu ni shahidi mwaminifu kati yenu. Mungu ndiye anayewasimamia katika ndoa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anasema kwamba kiukweli kushinda hizi tamaa au kushinda hii nafsi. Nilikuwa nikwambie baada ya kuanguka, kama unakumbuka vizuri, wazazi wetu hawa wa kwanza, kwa maana ya Adamu pamoja na Hawa, unaona kwamba kila mtu alianza kuishi kwa ajili ya nafsi yake, na hiki ndicho kitu ambacho kinasumbua mpaka sasa hivi ndoa za watu wa Mungu, ni ubinafsi
au kunafsisha, namna ya kupandisha nafsi. Angalia, wanaasi Mungu anakuja bustanini, anauliza Adamu, uko wapi? Adamu, umekula tunda? Badala ya Adamu kujiongelea yeye kama yeye kwamba kwa kweli nimekula na kuomba unisamehe, anasema huyu mwanamke uliyenipatia, huyu mwanamke uliyenipatia ndiye aliyesababisha. Maana yake ni kusema nini? Ni kwamba anajaribu kudefend nafsi yake. Adamu anajaribu kutetea nafsi yake, aonekane kwamba hana kosa, anainua nafsi yake. Lakini huyu mwanamke naye anaulizwa, anasema yule nyoka ndiye aliyenisababisha, ndiye aliyenirubuni, ndiye aliyenidanganya. Ni kwamba badala ya kuongelea yeye kama yeye, basi anaanza kujidefendi, anaanza kulinda nafsi yake. Hicho kitendo ni kuinua nafsi. Ni kusema nini sasa? Ni kwamba hata chanzo chote cha migogoro katika ndoa inasababishwa na nafsi, kwamba mwanamume au mwanamke anapokuwa hathamini nafsi ya mwenzake, hapo ndipo mgogoro unapoanzia, kwa sababu mwenzake atakosea. Akikosea kikawaida atakiwa mtie moyo, lakini wakae waongee vizuri, hilo swala walimalize. Lakini anapoanza mimi ndo wakunifanyia hivi, mimi ndo wa kuniaibisha hivi, mimi ndo inayosababisha kuwepo hasa kwa utofauti kati ya mimi pamoja na yeye, kati ya yeye pamoja na mimi. Na kuwepo kwa utofauti huo ndipo mgogoro unapokuja kuanzia. Na kusolve ndoa, matatizo yote ya ndoa ili yasolviwe, ni pale kila mtu atakapokuwa na total commitment kwa ajili ya mwenzake, atakapomuona mwenzake ni kama mwili wake, na yule mwenzake atakayemuona huyu ni kama mwili wake. Mume atakapomuona mke ni kama yeye, na mke atakapomuona mume wake ni kama yeye. Hapo ndipo ndoa sasa itakuwa ni mbingu ndogo, ni sehemu au ni shule ambapo tunajifunza kuhusiana na uhusiano wetu na Mungu wetu. Lakini kikawaida kushinda hizi tamaa pamoja na uzinzi kama huu, kikawaida ni jambo ambalo sisi hatuliwezi. Na ndio maana Paulo katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 13, Wafilipi 4 fungu la 13, Paulo anasema maneno Paulo anasema maneno yafuatayo: na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini hapo anasema kwamba na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Neno ambalo limetafsiriwa hapo kwa Kiswahili kama na yaweza, lakini Kiebrania walitumia neno moja linaitwa iskor. Neno hili linapotumika huwa ina maana ya be able, kuwa na uwezo, lakini pia lina maana ya be good, kuwa vizuri. Ni kwamba Paulo anasema kwamba nina uwezo wa kuyafanya haya mambo yote, nina uwezo juu ya haya mambo yote, nina uwezo wa kushinda tamaa, nina uwezo wa kushinda dhambi. Lakini tu kwa sababu gani? Kwa sababu ya uwepo wa yeye anayenipa uwezo huo. Na uwezo wa kuwa vizuri kwenye kutawala dhambi ni kwa sababu tu ya kuwepo kwa yeye anayenipa uzuri huo wa kuweza kuitawala dhambi. Lakini pia